Leo nimekuja na njia tatu ambazo zitakazo kufanya utengeneze pesa mwaka 2025, na hizi njia hautofundishwa kokote, na pia hakuna shule ambayo inayofundisha hizi njia ninazokuelekeza mimi. So kaa na mimi unisikilize, then utanishukuru baadaye. Njia ya kwanza ambayo ukiifanya utafanikiwa na utatengeneza pesa nyingi sana na mpaka utashangaa ni njia ya digital platform online. Nikimaanisha kuna platform nyingi ambazo zinazotoa hela, ni platform nyingi sana ambazo zitakazo kusaidia wewe kama kijana, kama mtu mzima kutengeneza pesa mwaka 2025. Platform wenyewe ya kwanza kabisa kuna Forex, kama mshawahi kusikia mambo ya kutrade ya Forex. Platform ya pili kuna YouTube. YouTube ni moja ya platform ambayo ni nzuri sana, ambayo inaweza kufanya utengeneze pesa na uwe tajiri. Platform ya tatu TikTok. TikTok hauwezi kupata pesa direct kama hivi, yani ukirekodi video ukaposti huwezi kupata hiyo pesa. Unaweza kupata pesa kupitia TikTok kwa matangazo. Ukiwa famous, ukiwa mtu maarufu, watu wanakufuata, wanakugeia pesa ufanye matangazo yao. Hiyo ndio njia ambayo unaweza kupata pesa kupitia TikTok, na pia ukiingia live unaweza ukapata hizo pesa. Sasa tuanze kuchambua moja moja. Tuanze na Forex kwanza. Forex ni moja ya kati ya biashara ambayo ukiifanya, au njia ambayo ukiifanya, I say my God, utakuwa tajiri mkubwa sana. Yani toka uanze kulalamika hamna kazi, hapana. Yani ukipata watu sahihi wakakuelekeza, umetoboa. Yani ni wewe, inakutaka wewe, inakutaka internet au na wifi, na inakutaka na simu yako au laptop yako. Unafanya online trading, una trade hivyo yani. Na pia kuna program nyingi, na pia kuna course nyingi ambazo zinazouzwa zinaweza kufanya wewe ukaimaster hii Forex. Kuna wengine wanatumia maroboti kufanya Forex, anapata pesa. Haya, katika hizo online marketing ya pili sasa, YouTube. YouTube ni moja ya platform nzuri sana, yani nzuri sana, ambayo inaweza kufanya upate pesa ukiwa nayo makini. YouTube ukiposti videos, let's say kama ikapata views 100,000, unaweza ukafanya monetization, na pia unaweza siku hiyo hiyo kama umepata subscribers 1,000 na ukapata views kama 100,000 hivi, na video ambayo ni kama ina dakika kama 5 hivi mpaka 8, my God, utapata pesa. Yani siku hiyo hiyo unaweza kufanya monetization, ukaapply, ukapata kila kitu unachostahili. Sasa YouTube iko hivi. YouTube bwana, wana principles zao na sheria zao. Sheria ya kwanza, uwe na watch timers 4,000. 4,000? Kigezo cha pili, uwe na subscribers 1,000. Kigezo cha tatu, uwe na miaka 18 na kuendelea, na vingine vidogo channel yako isiwe imepigwa bandi, yani isiwe na makosa mengi, ili iweze kupromotiwa na YouTube algorithm. Watu wanasema YouTube ngumu, lakini YouTube ukiwa kweli na nia ukaifanya vizuri, YouTube exactly unatoboa. Yani unatoboa in short, yani unatoboa yani bila matatizo yoyote. Sasa twende kwenye TikTok sasa. TikTok nayo ni moja ya platform ambayo ina push sana videos. Yani ukiwa na talent yoyote, ukiwa na kitu chochote cha kufanya, ukipost TikTok inapushiwa mno, yani algorithm yake iko faster mno. Lakini YouTube kuna long form na shorts. Sasa kwenye TikTok kuna shorts, zile videos ni shorts. Unafanya katika mfumo wa portrait, sio landscape kama YouTube. Sasa ukiposti video YouTube na ukiposti TikTok inapushiwa mapema sana, yani inaondoka sana mapema kuliko YouTube. YouTube ni long process, yani mpaka kupanda iwe na chati kubwa. Sasa TikTok, tena kwenye TikTok sasa. TikTok ukiwa na kipaji chochote, ukiwa na yani ubunifu wote, ukiufanya TikTok, ukiupeleka duniani, utajulikana na watu wengi, utapata madeals mengi, utapata yani ukifanya dedication ya TikTok ndani ya miezi 6 au ndani ya mwaka mmoja, my friend, hizo pesa ambazo utakazozipata kupitia watu ambao watakao invest kwako nyingi sana. Yani kuwa serious, ndani ya mwaka huu mmoja TikTok you are blowing up. Yani unakuja sasa, unatafuta niche ambayo ni nzuri, ambayo wewe uko yani una uwezo nayo.
hiyo niche au hiyo kipengele ambacho unachokiweza sana, ndio unapost hizo vitu kupitia hizo vipengele. Sasa twende kwenye njia ya tatu. Sasa njia ya tatu ni kutumia kipaji chako cha ndani yako, yani kipaji chako chote, kama unaweza kucheza mpira, kama unaweza kuimba, kama unaweza kucheza, kama unaweza yani chochote, kama unaweza kuongea sana, yani mdomo wako unaweza kutumia vizuri kuongea, hicho ni kipaji na pia ni kitu ambacho Mungu kakupa. Yani unaweza ukafika mbali, mbali sana sana sana. Kwa mfano kama kuongea ni kipaji kizuri sana ambacho mtu mzima anatakiwa ajifunze. Ni kipaji ambacho ni kizuri, yani ukijua kuongea vizuri na ukajua kufanya convince watu, yani kushawishi watu, utakuwa unauza bidhaa sana, utakuwa yani utakuwa perfect kila sehemu. Na pia ukijua ndani yako una kipaji gani, ukakifanyia kazi na ukakionyesha kwa watu, my friend, ukifa maskini ni wewe umeamua. Yani ukifa maskini ni wewe umeamua. I hope umeenjoy video hii. Pia msisahau kusubscribe channel yangu na pia kuwasha notification ya ring icon na kulike video hii, ambayo itaenda kuwafumbua watu wengi sana sana ambao hawajui hizi njia, na njia rahisi sana nazifundisha hapa. Yani hizi njia utazipata hapa tu, na pia nitakuwa natoa videos nyingine kama hizi. So nawapenda sana. Shout out.